Habari za saizi tena, karibu katika mwendelezo wetu wa mafunzo mfumo wa SIS. Hii ni sehemu ya 3. Hapa nitakuelekeza namna ya kudili na wanafunzi, namna ya kusajili wanafunzi. Naomba unifuatilie hatua kwa hatua unielewe. Sasa kwa shule za sekondari kuna namna kuwasajili wanafunzi. Namna ya kwanza hapa nizungumzie kwa sekondari na msingi, shule zote. Kuna namna ya kuwavuta kwenye prem. Sawa? Wanafunzi kama wote wapo kwenye prem, basi utakwenda kusynchronize from prems. Unaweza kuwavuta wanafunzi wote wakaja. Njia ya pili, kwa wale kidato cha kwanza, mara nyingi wanakuwa wameingizwa moja kwa moja. Kwa hiyo utaweza kuwafanyaje? Kuadmit hasa kwa zile shule za serikali ambazo wanafunzi wanachaguliwa. Ila kwa shule za private vile vile kuna namna, kwa sababu wanafunzi wa private hawako selected. Kuna namna wanapopokea wanafunzi wao. Kwa nitaelekeza hizo njia zote 3 namna gani unaweza kumsajili mwanafunzi. Njia ya kwanza tuanze na student admission. Kuadmit hasa kwa zile shule za serikali ambao tayari washaletea wanafunzi wapo shuleni. Kwa utakuta hapa kwenye SM school management, utakuta sehemu ipo andiko student admission. Ukishaona student admission, basi utaona orodha ya wanafunzi wako wote ambao wameletwa katika shule yako. Ukiangalia orodha ya wanafunzi wako utaona kwamba hapa 2026 intake. Kwa ukishakuja hapo mwanafunzi kama kashafika shuleni, utabonyeza hii button ya nini? Ya admit. Sawa? Utagonga button ya nini? Ya admit. Kwa mfano, ukishagonga admit hapa pap. Ukishagonga tena admit, mimi sigonga admit kwa sababu hapo sina hakika na mwanafunzi kama kafika au hajafika. Kwa nitaacha tu hivyo. Kwa utagonga admit. Ukishagonga admit hapo, maka huyo mwanafunzi hapo kwenye orodha ataondoka. Sasa atakwenda wapi? Atakwenda kwenye ile hatua video sehemu ya kwanza niliyoelekeza kwamba ukifika pale hatua ya kumap student utakuta kwenye orodha ya student unmapped student utakuta pale. Kwa na uone utaona ndani hapo utamkuta yuko pale. Sasa hii ni hatua ya kwanza kwa hizi shule za serikali ambao wanafunzi wanakuwa mapped, wanakuwa assigned moja kwa moja. Sasa hii ni case iwe serikalini, iwe shule ya msingi, hasa kwa shule nitaongeza shule ya msingi na private. Sawa? In case kwa mfano sekondari kwa mwanafunzi hapa hayupo kwenye orodha, jitahidi uongeze mpaka chini na uongeze row hapa. Ujihakikishie kweli hayupo. In case kama hayupo, kuna namna kumuingiza huyo mwanafunzi. Sasa hiyo namna kumuingiza ndio hasa watatumia shule ya msingi kusajili darasa la kwanza na darasa la awali, na vivyo watatumia shule za private kuwasajili wanafunzi kulingana na darasa husika. Kumbuka, unapokuwa unasajili ukumbuke na darasa. Sasa baada ya hapo nishaelekeza namna ya kuadmit. Sasa turudi namna ya kumsajili mwanafunzi. Sawa? Tunashumu alipo kwenye admission kusa kwenye kuadmit. Sawa? Kwa kwenye hii student admission tutaachana nayo. Utakuta sehemu moja hii kwenye moduli hizi katika hizi 7 hizi. Kuna hii moduli inaitwa manage student. Ukigonga manage student itafunguka. Ikishafunguka hapa cha kuwa makini. Hasa uzile shule za private. Sawa? Shule za msingi, hasa kwa private nzeme, kwa sababu shule za msingi kama washasajili wote washasajili. Ila kwa shule za private hapa uwe makini na darasa. Unaweza kaenda haraka ukachagua form 1 alafu kazimajili mwanafunzi wa form 2 au form 3. Kwa hiyo makini sana hapa na darasa. Kwa maki lego unaposema registration utafanya kwa kila darasa. Kwa hiyo mtachagua selection, utasema O level, darasa nitachagua form 1. Sawa? Nikishachagua form 1 utakaoona hapa chini wanafunzi ni wale ambao walishawaadmit kwa watakuwa nao wamekuja hapa. Sawa? Na wale wote ambao walishawasajili watakuja hapa chini kwenye orodha. Sasa kwa zile shule za private mako utagonga hapa regular registration. Ukishagonga regular registration utasema add new. Sawa? Ukisha add new utajaza jina la mwanafunzi la kwanza, jina la kati, jina la mwisho, jinsia yake, tarehe ya kusajili,
utajaza tarehe, sawa, tarehe ya kuzaliwa, utajaza tarehe ya kuzaliwa mwanafunzi huyo. Kama mwanafunzi ana cheti cha kuzaliwa, utajaza namba ya cheti cha kuzaliwa. Utampima uzito mwanafunzi husika, utajaza. Utakwenda utajaza na nini? Utajaza na urefu wake, maana utatakiwa kumpima urefu wake. Sasa mimi nitoe sample ya mwanafunzi mmoja ni msajili. Sawa? Tulisema ni darasa la kidato cha 3. Sawa? Tutamsajili mwanafunzi tena yule. Naomba nimsajili mwanafunzi. Jinsia msichana. Sawa? Tarehe ya kuzaliwa tulisema mwaka 2017. Sawa? Mwezi wa 4 tarehe 12. Akiweza ukaedit hapa mwaka, ukigusa vizuri hapo unaweza ukaedit vyovyote vile utaedit. Twende kilo tulisema na kilo 52, urefu sentimita 167. Sawa? Tuna batani bado iko active, maana kuna kitu tujajaza. Twende tarehe ya kusajiliwa, tarehe ya leo. Sawa? Utaona imekuja imekuwa active, utaenda next. Ushafika next hapo utaselect difficult. Sasa kwa simu nyingi nasumbua kwa hiki kipengele hapa cha kuselect hizi. Kwa hiyo bado ukatumia kompyuta. Sawa? Mtoto ana wazazi wote, ana mzazi mmoja, utasema ana wazazi wote, au utategemea na yeye maelezo yako ulionayo. Utaenda next. Utachagua uraia. Uraia ni Utanzania. Utachagua kata anayoishi mtoto. Utajaza kata. Baada ya hapo, umbali kutoka shuleni mpaka nyumbani tuseme kilomita 5. Utaenda next. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kuadi mzazi. Sawa? Utagonga hapo add. Utagonga add new guardian. Hapo ni mzazi au mlezi. Utajaza jina la mzazi. Utajaza jina la mzazi. Utajaza jina la mzazi. Kama namba ya NIDA utajaza namba ya NIDA ya mzazi husika. Mzazi ni wa kike au wa kiume, nitasema wa kiume. Sawa? Utajaza namba yake ya simu mzazi. Sawa? Utajaza namba ya simu. Baada ya kumaliza hapo utajaza kazi ya mzazi. Sawa? Utasema ni nani? Ni mkulima. Sawa? Baada hapo kama na sanduku la posta utajaza. Sawa, elimu yake utasema labda ni shule ya msingi, chuo au nini. Sawa? Baada hapo utasave taarifa. Kisha taarifa sasa, system itabaki hapo hapo. Itabidi mchague mzazi. Tuna jina la mzazi limekuja. Utachagua ni baba, si ndio? Utaseti primary. Kisha seti primary kama ni primary parent, sawa? Baada hapo utaselect guardian. Utagonga neno select. Kisha select utaona amekuja hapa chini. Sawa? Utasubmit mzazi husika. Sasa ukishamsubmit mwanafunzi hapo tayari anaanza kwenye ile orodha ya wale wanafunzi. Kwa hiyo mpaka hapo nimeeleza namna ya kusajili mwanafunzi. Usisahau kusubscribe, like na comment, pia share kwa wengine. Asante sana.